Nataka niwaambie masoko vile vile tulisema tunajenga masoko. Uasin County, hii county ya Uasin Gishu, tumewapatia 2.2 billion ya market. Kujenga market 11 mpya Uasin Gishu County. Ile kazi Nasema iweko Jerusalem wapi? Nataka Jerusalem hapa. Mi viketia Jerusalem kalanga mangeri. Okwe piga Jerusalem. Mnasema tuweke Jerusalem moja. Haya, kwa sababu mmesema tuweke Jerusalem moja, nitatafuta milioni 50 tuweke Jerusalem. Sawa sawa. Tuko pamoja. Bora mufanye biashara. Si ndio? Muko na bidhaa ya kuja kuuza? Ama nyinyi ni wale wa kufunga duka saa 11? Pale tutaweka stima. Tutaweka cold room. Tutaweka maneno hiyo ingine. Tunataka biashara ifunguliwe mpaka saa 6 ya usiku. Lakini sio biashara ya sikalame. Biashara ya kuuza bidhaa mazao yenu ya kutoka shambani. Sijui kama tumeelewana. Tuko pamoja? Hiyo kazi yote tunataka tufanye tukiwa pamoja, tukipeleka taifa letu la Kenya mbele. Hiyo ile kazi ambayo imebakia sasa kwangu ni kazi ya hii barabara. Si ndio? Hii barabara zetu sasa hapa ndio nimezipangia mwaka huu. Mtaona mambo ya barabara mwaka huu ikiendelea. Kwa sababu pale nyuma, kwa sababu ya pesa nyingi zinazohitajika barabarani, uchumi ilikuwa imeenda segemnege. Lakini sasa nimenyorosha uchumi, na sasa hii maneno nitapanga maneno ya barabara, tanyorosha barabara kila mahali. Mliona nilianzisha jana, na tunataka tuendelee mbele pamoja. Mwisho, mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wa Uasin Gishu. Tumekubaliana ya kwamba njia ya kupeleka Kenya mbele, njia ya kuhakikisha ya kwamba transformation ya Kenya inakimbia kwa kasi, ni kuunganisha Wakenya wote bila ya kujali dini ama kabila ama mirengo ama sehemu mtu ametoka. Tuungane sisi wote, kwa sababu Kenya hii haiwezi kufaulu pande moja. Kama tunafaulu kwa pamoja. Mimi nawauliza watu wa Uasin Gishu, mnakubali tuunganishe Kenya iwe moja? Mnakubali tuungane ama mnataka tutengane? Mnasema tuungane. Mumependelea ya kwamba hata ile serikali ya broad base tuingie ndani sisi wote tupeleke Kenya mbele? Hebu nione wala wanasema tuungane. Kuna watu wengine hata wananikasirikia hata kwa sababu nimeunganisha Kenya. Hata wanataka Kenya ya kutengana. Kuna mwananchi hapa anataka Kenya ya kutenganisha watu wengine? Mnasema tuungane? Tushirikiane? Mimi nawauliza viongozi wenzangu. Viongozi wale ambao katika vichwa vyenu mnafikiri ya kwamba mtatenganisha Kenya, muendeshe siasa ya chuki na migawanyiko. Mimi nataka niwaambie, you will fail, and you will fail miserably, because this country can only move forward if we are united, if we are together, and that is how we are going to have a nation that all of us are going to be proud of. And I am going to stand firm in uniting the people of Kenya against all odds, against all the naysayers, because Kenya must make progress, and this is the moment for Kenya to make progress. Tumeelewana jameni? Hayo gashine. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Mama gagichu. Chao ko se chao? Toko sak jangun bwana. Oko se? Si chao wazi mi. Anyway, mama jamu ngaleko janga. So mimi nimeshukuru sana, nimefurahi sana kufika hapa Uasin Gishu. Asante sana viongozi wote, na tushirikiane. Ya muhimu sasa ni nyinyi vijana. Vijana tuko? Vijana tuko? Mimi nataka niwaambie vijana, mjipange vizuri. Mmesikia hii miradi yote nimetangaza pale, tunahitaji vijana wa kufanya kazi. Housing, tunahitaji vijana wa kufanya kazi. Markets, tunahitaji vijana wa kufanya kazi. Export ama labor mobility, wale vijana wanaenda kufanya kazi nchi za nje. Vijana zaidi ya 1280 tayari in the last 2 years wameenda nchi za nje. Wale vijana wanaenda nchi za nje, pia vijana wa hapa wako. Vijana mjue ya kwamba kuna nafasi katika digital jobs, katika digital hubs.
kila mmoja wenu ujipange. Tutaajiri walimu, tutaajiri askari, tutapanga maneno ya export of labor, tutapanga maneno ya housing na mambo ya market, ili tupanue nafasi za ajira kwa vijana wetu. Nyinyi kama vijana mjipange, kila mmoja wenu ukae chonjo na utafute nafasi yako katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Tumekubaliana? Tumekubaliana jameni? Bas, mimi niko hapa na viongozi wengi. Kwanza niko hapa na Deputy President of the Republic of Kenya. Wapi huyo mungwana? Anaitwa Professor Kithure Kindiki. Keses chamge. Big up Keses chamge. Mheshimiwa Rais, mimi ni mtu ya sehemu hii kwa sababu kama miaka 8 nilikuwa nafanya kazi na kusoma hapa Moi University. Kwa hivyo wakati viongozi wanauliza maendeleo, niangalia huku. Nimesema ya kwamba mimi ni mtu ya Keses. Nilikuwa naelezea rais, mimi nilisomea Moi University. Nikamaliza nikakuwa lecturer Moi University. Total 8 years. Hapa Moi University Keses. Mimi ni mtu ya Keses ama sio mtu ya Keses? Si mimi ni mtu ya Keses. Kwa hivyo rais, wakati viongozi wa hapa Uasin Gishu na Keses wanaomba maendeleo, hata mimi naomba nikiwa one of the locals. Si namna hiyo? Mheshimiwa Rais, mimi niko na mambo matatu ya haraka. Ya kwanza, mimi naomba tukubaliane. Rais amesema angetaka kuunganisha nchi ya Kenya iwe nchi moja, watu wa moja, taifa moja. Tunakubaliana na rais? Mungetaka Kenya iungane vile rais amesema? Wacha nione wale wanasema tuunganishe nchi ya Kenya. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais pia amesema tuwache mambo mengine yote, tukiungana tufanye maendeleo ya nchi yetu na tubadilishe uchumi wa Kenya. Tubadilishe mambo ya masomo, mambo ya afya, mambo ya stima, mambo ya barabara. Je, mnakubaliana na rais? Mnakubaliana na rais that we concentrate on the development of our country, on building better roads, on increasing electricity connection, on making sure our children remain in school? Now wale wanasema tufanye mambo ya maendeleo, nione ya mwisho Mheshimiwa Rais, kwa sababu uko na safari mrefu leo. Mimi nataka kufanya public participation. Ni wangapi wanasema vile rais amesema Kenya iungane, na vile rais amesema tufanye maendeleo, tuwachane na fitina na mambo ingine? Ni wangapi wananiambia mimi nikiwa deputy president nisaidie rais katika hiyo kazi? Hiyo ndio mnasema nisimame nyuma ya rais, nishikane na rais, nikiwa nyuma yake, nikimsaidia kazi, asongesha Kenya mbele, nchi yetu iendelee? Wangapi wanasema tuchunge nchi yetu na tukae nyuma ya rais? Asante sana. Thank you very much, Your Excellency. Watu wa Keses, ni nyinyi mumetokea, muko chonjo, mumesema rais aendelee na kazi, aache kupigiwa kelele. Sasa wewe rais, umesikia hawa wananchi wanasema, wale watu wa kupiga kelele kwa mitandao ati wanasema William Ruto hawezi kanyanga ground. Hapa ni ground ama hapa ni wapi? Walisikia hapa ni wapi? Hapa ni ground. Muko na huyu mungwana na serikali ya Kenya Kwanza yenye tulisema hatupangui ngui. Sasa iko wengine kwa mitandao wanasema ati watawapanga, msijisajili kwa mpango wa Taifa Care. Mumesema mnajisajili? Si mnajisajili?
tuwaambie wale ambao ni wa kuendeza siasa za kupoteza wengine. Nimeona wengine wako ng'ambo, wanaambia watu msijiandikishe Taifa Care, ati hamna haja na manyumba ya housing, na mwenye anaandika haya kwa mitandao ako ng'ambo, anakula minofu. Na wakati niliwaambia wakati wa maandamano, wale wanaandamana Nairobi hawana shida ya stima. Si rais leo ametuletea stima hapa? Nyinyi mna